Amen, amen, amen. Karibu sana mtazamaji, karibu sana msikilizaji wa 98.5 nyanda za juu kusini. Ni majira haya sasa tunaanza kipindi chetu cha uzima katika neno. Tunamshukuru Mungu ambaye ametupatia tena neema na kibali leo tuweze kukutana tena. Mimi naitwa Mwinjilisti Sanga, ninatokea makanisa ya FPCT. Napatikana mkoa wa Mbeya na mahali ninapoabudu ni hapa Mbeya mjini, karibu kabisa na ofisi za RPC. Kwa hiyo tuko nyuma ya ofisi za RPC. Ukifika stendi ya Kadege pale unashuka, utaona kibao hapo, basi utakifuata, na nyuma ya ofisi za RPC basi lipo kanisa. Kwa hiyo karibu sana, tupo hapo chini ya mchungaji Damson Ntangu. Tunamshukuru Mungu anaendelea kutuhudumia katika madhabahu yake. Leo ni siku nyingine ambayo Bwana ametujalia kuna jambo tuweze kujifunza kutoka kwake. Tunaangalia namna ambavyo unaweza kuishi katika nyakati ngumu, utumie njia gani ili uweze kuishi katika nyakati ngumu unazopitia. Ufanye mambo gani ili uweze kuendelea kuwepo ndani ya uokovu na uweze kustahimili katika jaribu ulilonalo. Ndio mambo ambayo tunajifunza. Leo tunaangalia au tunaendelea na ile kanuni yetu ya kumtafuta Mungu kwa bidii. Weka bidii katika kumtafuta Bwana. Wakati unapita kwenye nyakati ngumu, utakuwa muda mwingi akili yako inatafakari ile hali unayoipitia, na hivyo ukiwa unawaza sana ile hali unayoipitia, utakuwa hujisikii kuendelea na maombi, utakuwa hujisikii kumtafuta Mungu wako, utakuwa unajisikia kuchoka, utakuwa unajisikia kukaa tu, utakuwa unajisikia kutokwenda hata kwenye ibada, utakuwa unajisikia kuto kujishughulisha na mambo ya kimungu. Hivyo unatakiwa kuwa makini sana kipindi ambacho unapitia wakati mgumu. Unatakiwa kujua ni mambo gani unatakiwa kuyafanya. Jambo mojawapo ni wewe kuweka bidii katika kumtafuta Bwana. Wakati sauti nyingine nakwambia usiende ibadani, weka bidii, sema naenda ibadani. Hata kama wananicheka, hata kama wananizodoa, hata kama, sema naenda ibadani. Wakati sauti inakwambia usitoe, acha kutoa. Wakati watu wanajua kabisa hali unayoipitia, wengine wanakuhukumu kama vile wewe umefanya dhambi, umemkosea Mungu, lakini kumbe unapitishwa katika jaribu fulani, ni Mungu mwenyewe ameruhusu. Jitie moyo, sema nitaendelea kutoa, nitaendelea kumtolea Bwana, kwa kuwa siwatolei wanadamu, ninamtolea Bwana. Unaweza ukaweka juhudi, ukaweka bidii katika kumtafuta Mungu wako, maana hatumtafuti Mungu kwa njia moja tu ya maombi. Tunamtafuta Mungu pia kwa njia ya utoaji, tunamtafuta Mungu kwa njia ya kumsifu. Tutajifunza mambo mbalimbali katika Biblia. Kuna njia mbalimbali za kumtafuta Bwana, na kote huko unatakiwa kuweka bidii ili kwamba uweze kutoboa katika hali unayoipitia. Bwana asifiwe sana. Karibu sana mtazamaji, karibu sana msikilizaji. Hii ni siku ambayo Bwana ameibariki, tutakwenda kujifunza neno lake. Baba, katika jina la Yesu nakushukuru. Asante kwa ajili ya majira haya. Naomba uanze pamoja nasi. Wingu lako litande pande zote, ukawahudumie watu wako wote wanaotufuatilia katika television na wale wanaotufuatilia katika redio, katika jina la Yesu. Baba, naomba na kushukuru. Amen. Tutaangalia katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 16 na mstari wa 19. Nitasoma pale hadi mstari wa 28. Matendo ya Mitume 16, 19 hadi 28. Biblia inasema hivi: basi bwana zake walipoona ya kuwa tumaini la faida yao limewapotea, wakawakamata Paulo na Sila, wakawakokota mpaka sokoni mbele ya wakuu wa mji, wakawachukua kwa makadhi, wakasema, watu hawa wanachafua sana mji wetu, nao ni Wayahudi, tena wanatangaza habari ya desturi zisizokuwa halali kwetu kuzipokea wala kuzifuata, kwa kuwa sisi tu Warumi. Makutano wote wakaondoka wakawaendea,
Makadhi wakawavua nguo zao kwa nguvu, wakatoa amri wapigwe kwa bakora. Na walipokwisha kuwapiga mapigo mengi, wakawatupa gerezani. Wakamwamuru mlinzi wa gereza awalinde sana, naye akiisha kupata amri hii, akawatupa katika chumba cha ndani, akawafunga miguu kwa mkatale. Lakini panapo usiku wa manane, Paulo na Sila walikuwa wakimwomba Mungu na kumwimbia nyimbo za kumsifu, na wafungwa wengine walikuwa wakiwasikiliza. Ghafla pakawa tetemeko kuu la nchi, hata misingi ya gereza ikatikisika, na mara hiyo milango ikafunguka, vifungo vya wote vikalegezwa. Yule mlinzi wa gereza akaamka, naye alipoona ya kuwa milango ya gereza imefunguka, alifuta upanga, akataka kujiua, akidhani ya kuwa wafungwa wamekimbia. Ila Paulo akapaza sauti yake kwa nguvu, akisema, usijidhuru, kwa maana sisi sote tupo hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hizi ni habari za Mtume Paulo wakiwa na mwenzake Sila, wakiwa wanafanya kazi ya Injili. Wakawa wanafanya kazi ya Injili. Sasa waliingia katika maeneo ya Rumi, kukawa na shida. Wakati wanaendelea na ile kazi, kukawa na shida. Pepo likamtoka, kijakazi mmoja akatokwa na pepo la uaguzi. Kumbe alikuwa anafanya ile kazi ya uaguzi, lakini kulikuwa na mabosi wake ambao walikuwa wanapata faida. Yaani katika uaguzi wake, akipiga ramli, anapoagua watu anapata fedha. Hizo fedha zilikuwa zinaenda kwa mabosi wake. Sasa wakati wanaendelea na ibada pale, ilikuwa pembezoni kidogo mwa mto, walikuwa chini ya mti. Ibada ilikuwa inaendelea kufanyika pale. Kulikuwa na Wakristo wengine walikuwepo pale, walikuwa wachache, lakini kwa Paulo na Sila nao wakaliunga nao. Walipokuwa wanaendelea pale na mafundisho ya neno la Mungu, yule kijakazi naye akahudhuria pale, ndipo mlipuko ukatokea, kwa sababu eneo lote lilikuwa limetandwa na wingu la Bwana wa majeshi. Uweza wa Bwana ulikuwa umetapakaa, iwe ni chini ya mti, kama aliyopo pale ni mcha Mungu, uweza wa Bwana unatapakaa. Iwe ni kwenye jengo la ibada zuri au baya, kama waliopo pale ni wacha Mungu, aliopo pale ni mcha Mungu, uweza wa Bwana unatapakaa. Wingu la Bwana likawa limeshuka linatembelea pale, kwa kuwa neno lake lilikuwa linatajwa mahali pale. Neno la Mungu linapotajwa katika uhalisi wake, Mungu huwa anashuka, anatembea katika mazingira yale, na anapotembea katika mazingira yale, basi yule aliye na giza atafunguliwa na Bwana wa majeshi, hata shughulikiwa, atafunguliwa na Bwana wa majeshi. Kwa hiyo kwa sababu neno la Mungu lilikuwa linatajwa pale, kwa kuwa neno la Mungu lilikuwa linatajwa chini ya mti, Mungu hakuangalia kwamba ni chini ya mti, bali analithibitisha neno lake. Kwa hiyo Mungu akataka kulithibitisha neno lake na kuwathibitisha watumishi wake, ulimwengu upate kujua kwamba Paulo na Sila ni watu walioitwa na Mungu. Wingu la Bwana linatembea pamoja nao. Basi kijakazi yule akalipukwa na pepo. Alipolipukwa na pepo lile, wakakemea, likamtoka. Ndipo sasa anasema wale bwana zake walipoona ya kuwa tumaini, yani mabosi wake, walipoona faida yao, walikuwa wanapata faida katika uaguzi anaofanya yule mfanyakazi wa nyumbani, yule Ausigelo anapofanya ile kazi, basi walikuwa wao wanapata faida pale kutoka kwa yule binti aliyokuwa anafanya kazi. Sasa anasema kwamba walipoona tumaini lao limepotea, walipoona kwamba faida yao waliokuwa wanaipata hawataendelea kuipata tena, ndipo sasa hasira zikawaka. Wakahamasisha, wakawatafuta viongozi wa mji ili wawashughulikie Paulo na Sila, na kwa sababu ya sheria zao walizokuwa nazo Warumi, basi ilionekana Paulo na Sila wamestahili kushughulikiwa. Kwa hiyo wakachukuliwa, wakapelekwa masokoni, wakavuliwa nguo, wakabaki hawana nguo. Waliaibishwa, walidhalilishwa. Nataka uelewe hilo kwanza, kwamba walivuliwa nguo eneo la watu, yani eneo lenye watu wengi, hadharani, wakatolewa nguo, wakabaki hawana nguo. Watu wote wakawa wanaangalia wakiwa hawana nguo. Lakini pia wakapigwa bakora nyingi,
walichapwa bakora wakawapiga sana. Maandiko anasema kwamba wakawapiga sana. Wale walivyopigwa sana hakuna kupumzika, wakawachukua wakawapeleka, nasema wakawakokota, walipelekwa katika namna ya kuburuzwa, wakawakokota wakawapeleka hadi gerezani. Kufika kule gerezani, yule mkuu wa gereza akapewa amri kwamba ahakikisha amewalinda sana na akawaweka kwenye chumba cha ndani, mahali ambapo hawawezi kutoroka. Kwa nini? Kwa sababu hao watu walionekana wanaeneza habari za desturi ambayo sio ya Warumi, ni desturi nyingine. Desturi nyingine, na Warumi hawataki kuondolewa kwenye desturi yao. Ni kama ambavyo hata wewe pia unasikiliza neno la Mungu, hutaki kufanya maamuzi, hutaki kumpokea Yesu. Unaona kama tunakuletea habari za desturi isiyo ya kwako, unaona tunakuletea habari za dini nyingine, lakini sisi tunakuletea habari za mbinguni, habari za kule ambako aliyekuumba yupo, anaishi huko, habari za kule ambako wewe utakapofika mwisho wako wa kuishi hapa duniani utarejea kwake, utakwenda kutoa hesabu kwake. Tunakuletea habari zake Mungu Mwenyezi. Biblia inasema ya kwamba walipoweka kule sasa, katika mazingira hayo magumu, katika mazingira hayo ya kupigwa viboko, katika mazingira hayo ya kuvuliwa nguo, katika mazingira hayo ya kuaibishwa mbele za watu, ya kukokotwa, katika mazingira hayo ambayo wamepelekwa gerezani, wamewekwa ndani kabisa, mahali ambapo hawana uwezo wa kujitoa, katika mazingira hayo ambayo wamefungwa miguu yao kwa mkatale, yaani wasiweze kabisa kupiga hatua, katika mazingira hayo ambayo hawawezi kupiga hatua. Sikia nikwambie, ni katika mazingira hayo Biblia inasema ya kwamba Paulo na Sila usiku wa manane ndipo wakaliamsha tena. Biblia inasema wakiwa wamefungwa mkatale, wakiwa hawana uwezo wa kupiga hatua, wakiwa hawana uwezo wa kufanya chochote, wakiwa wako kwenye mamlaka nyingine kabisa ya gerezani, hawatakiwi kufanya lolote mpaka wapewe amri. Maandiko yanasema ya kwamba usiku wa manane Paulo na Sila wakaachana na habari ya kuwaza vile ambavyo wamezalilishwa katika soko, vile ambavyo wamechapwa mbele za watu kule sokoni, vile ambavyo walinenewa maneno mabaya mbele za watu, vile ambavyo walikokotwa hadharani wanapelekwa gerezani. Wakaachana na mawazo hayo ya mambo ambayo yanawaumiza katika mioyo yao, wakaachana na mawazo ya kuumiza, wakaelekeza nyuso zao katika ulimwengu wa roho, wakaelekeza mioyo yao katika ulimwengu wa roho, wakaingia wakazama ndani, wakaanza kulitia jina la Bwana wa majeshi. Maandiko yanasema ilipofika usiku wa manane, Paulo na Sila wakaanza kumwomba Mungu, wakimwimbia nyimbo za kumsifu. Hawakuwa wanaimba imeandikwa mpende jirani yako, bali wakamwimbia nyimbo za kumsifu. Hawakuwa wanaimba kwamba ulifikiri sitapita, sasa nimepita. Walikuwa wanaimba nyimbo za kumsifu, kama vile unawaona wale wazee 24 na wale maserafi na makerubi wakiwa wanatupa taji zao na zile mbawa zao, kila mmoja anamtazama mwenzake. Maandiko yanasema ya kwamba wao wanasema mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu ni Bwana Mungu wa majeshi, mbingu na nchi zimejaa utukufu wake. Walikuwa wanaongea maneno ya kumsifu ya kwamba yeye ni mtakatifu. Ndio maana waimbaji wanatakiwa watunge nyimbo wakiwa wanajua wanamsifu Mungu aliye hai, zisiwe nyimbo za vijembe. Zile za vijembe zinafurahisha kadamnasi, lakini hazivuti uwepo wa Mungu, kwa sababu hazijapeleka sifa kwa Mungu aliye hai. Tatizo ni kwamba hawasomi neno la Mungu, ndio maana wanaishiwa jumbe, wanabakiwa na vijembe. Hata ukiwa mhubiri, kama usomi neno la Mungu, unaishiwa na ujumbe, unabakiwa na vijembe. Kila ukisimama utapiga vijembe. Natamani leo ubadilishe ufahamu wako, uingie katika ulimwengu wa roho, uone vile ambavyo Paulo na Sila waliachana na kutafakari mapigo yao, wakazama, wakamwomba Mungu kwa nyimbo za kumsifu. Yaani wakawa wanaimba hakuna kama wewe, yaani wakawa wanaimba uweza wako ni wa ajabu,
yaani wakawa wanaimba jina lako lina nguvu, yaani wakawa wanaimba damu ya Yesu yaweza yote, yaani wakawa wanaimba hakuna jina jingine isipokuwa jina la Yesu pekee. Lazima uangalie message ambayo unamsifu Mungu kwayo, itakuwa inagusa katika kiti chake cha enzi. Ndivyo walivyofanya Paulo na Sila usiku wa manane, wakati wengine wamelala. Waliposikia zile sauti zao, ndipo wafungwa wote wakaamka, wakawa wanawashangaa. Usiku wa manane, hawa watu wametoka kuvuliwa nguo, hawa watu wametoka kupigwa, lakini hawawazi habari ya kupigwa. Huu sio wakati wa kuwaza mambo yanakuumiza, ni wakati wa kuwaza Mungu anataka ufanye nini. Huu sio wakati wa kuwaza nani alikutukana, ni wakati unawaza Mungu anasemaje juu ya maisha yako. Ukifanya hivyo utapata nguvu, utautafuta uso wa Bwana. Ni usiku wa manane, Paulo na Sila wakautafuta uso wa Bwana, wakaimba nyimbo za kumsifu, wakati miili yao ina alama za fimbo, ina alama za bakola, inatokwa na damu maeneo, lakini wao hawakuwa wanaangalia yale majeraha, bali wakakumbuka ule wema wa Bwana wa majeshi, wakakumbuka ule uzuri wa Bwana wa majeshi. Badala ya kuangalia shida inayowatinga, badala ya kuangalia tatizo lililowapata, wakakumbuka uweza wa Bwana. Ndipo wakaendelea kumsifu Mungu mkuu sana. Nguvu ya Bwana ikashuka pale gerezani, wingu la Bwana likashuka pale gerezani. Maandiko anasema ya kwamba tetemeko likapiga, na ile ngoma ilipiga ghafula. Ghafula, tetemeko likapiga ghafula. Kuna watu leo tetemeko litapiga ghafula. Ni pale unamtafuta Bwana ukaweka bidii. Paulo na Sila waliweka bidii, wakamtafuta Bwana Mungu wao kwa bidii, maana majira yale walitakiwa walale, walitakiwa wakose usingizi. Pengine kama wangekuwa wanawaza sana hali walioipitia mchana, ule usiku wasingeweza kulala, wasingepata wazo la kumtafuta Bwana. Ukitafakari matatizo yatakuwekea hasira, hautapata akili ya kumtafuta Bwana. Ukitafakari ni namna gani ninatoka katika hali hii, utapata akili ya kumtafuta Bwana. Maana katika hali unayoipitia utapata majibu, hili haliwezekani kwa wanadamu, bali linawezekana kwa Mungu aliye hai. Na hivyo akili ya rohoni itakwambia mtafute Bwana Mungu wako, nawe mtafute kwa moyo wako wote. Mtafute Bwana Mungu wako, nawe usisikilize maneno ya watu, uelekeze uso wako kwake, naye atakujibu mara. Wakati mkatale umeendelea kushika kwenye miguu yao, Biblia inasema ya kwamba Bwana akapiga tetemeko katika gereza. Tetemeko lilipiga kwa sababu ameimbiwa nyimbo za kumsifu, na waliokuwa wanaimba walikuwa pia wanamuomba. Unajua, ukipeleka sifa kwa Mungu, yeye anaachilia nguvu kwako. Ukipeleka sifa kwa Mungu, yeye anaachilia ulinzi juu yako. Ukipeleka sifa kwa Mungu, yeye anaachilia uponyaji kwako. Ukipeleka sifa kwa Mungu, yeye anaachilia mpenyo kwako. Unapita mahali ambapo wengine wanashangaa ametoka tokaje kwenye ile shida. Unatoka mahali ambapo wengine wanakuwa hawakuelewi, hivi ulimalizaje lile tatizo? Kwa nini? Kwa sababu ulimsifu Mungu. Wakati mwingine peleka tu sifa kwa Bwana, yeye anajua haja ya moyo wako. Yupo moja aonaye sirini, anajua hitaji lako halisi la moyoni, anafahamu unahitaji nini. Peleka sifa kwa Bwana. Ndio maana wale unawaona wanamwimbia Mungu katika roho huwa wanazama bila kulazimishwa. Hakuna sababu ya kuambia watu nena nena nena, hakuna sababu.
wapeleke sifa kwa Bwana. Yeye mwenyewe atawakamata kwa Roho wake Mtakatifu, ndipo wataanza kunena, wataomba kwa lugha. Na wale ambao hawana mashaka, ndio Roho Mtakatifu huwa anawapenda sana hao, atawatumia, watalipuka kwa namna ya ajabu sana. Kwa nini? Kwa sababu wanapeleka maneno ya sifa kwa Bwana. Ukipeleka maneno ya sifa kwa Bwana, na yeye anaachilia kitu chake ambacho kinaitwa karama, anaachilia Roho wake Mtakatifu juu yako. Ndiye atakuja sasa, na yeye ndio anajua mahitaji yako ya ndani. Atakukamata ulimi wako, utaanza kunena kwa lugha. Ndipo sasa mbingu zinajua lile hitaji lako linapelekwa na Roho Mtakatifu, maana yeye ndio anajua kutuombea kwa kuugua kusikoweza kutamkwa kwa namna yoyote. Hakuna mtu anaweza kutamka namna Roho Mtakatifu anaombea watu wake kwa kuugua. Sikia nikwambie, mkatale ukajaribu kuwa na ugumu pale, lakini Bwana wa majeshi akaendelea kupiga tetemeko. Na wakati huo wale wafungwa wengine wapo wanawashangaa Paulo na Sila. Wakati wengine wanakushangaa, wewe endelea kumwabudu Mungu wako. Wakati wengine wanakushangaa, wewe endelea kumwomba Mungu wako aliye hai. Wakati wanakushangaa, macho yako ya rohoni elekeza juu kwa Baba. Kuna jambo linashuka. Mtazamaji na msikilizaji, kuna jambo linashuka. Kuna jambo linashuka siku ya leo. Kuna tetemeko linashuka siku ya leo. Lazima ule mkatale utakuachia katika jina la Yesu Kristo. Kuna tetemeko linashuka siku ya leo. Biblia inasema kwamba hawa watumishi wawili walileta badiliko kubwa katika gereza. Milango ya gereza ikafunguka, vifungo vya wote vikalegezwa. Kwa hiyo tetemeko hili lilipiga katika namna ya rohoni na namna ya mwilini pia, maana anasema vifungo vya wote vikalegezwa. Yaani kila kaukamba, kila mnyororo uliokuwa umemkamata mtu ukaachia. Kwa nini? Kwa sababu ni tetemeko lenye asili ya mbinguni, sio tetemeko lenye asili ya ulimwengu huu kutokana na mabadiliko ya kijiografia, bali ni tetemeko lenye asili ya mbinguni. Natamani kile chenye asili ya mbinguni kiachiliwe siku ya leo kwako, ili umuone vile Mungu ambavyo anashughulika na maisha yako, uone vile Mungu ambavyo anashughulika na haja ya moyo wako. Wakati unapita kwenye mazingira magumu, mtazamaji na msikilizaji, usikate tamaa. Weka bidii yako, mtafute Bwana wa majeshi, naye atatenda jambo jipya. Ndipo mkatale ukapigwa, ndipo mkatale ukaachia. Mkatale ulivyoachia, wafungwa wote wakawa huru. Hakuna jambo lisilowezekana kwa Mungu wetu. Acha tumwite Bwana wa majeshi siku ya leo. Bila shaka atakutoa katika hali ngumu unayoipitia. Acha tulitie jina la Bwana siku ya leo. Bila shaka nuru yake itaangazia katika uchumi wako. Ule mkatale uliofungwa katika uchumi wako utaachia katika jina la Yesu aliye hai. Acha tulitie jina la Bwana wa majeshi siku ya leo. Yule adui aliyefunga mkatale katika hatua zako za maisha, hataki upige hatua, sasa utapiga hatua katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Acha tulitie jina la Bwana wa majeshi siku ya leo. Tuelekeze macho yetu katika ulimwengu wa roho, tuzame, tuelekee kwa Mungu aliye hai. Kwake hakuna jambo linashindikana. Tetemeko likaendelea kupiga, wafungwa wote wakatoka, wakashangaa wamekuwa free kwa sababu ya watu wawili tu ambao ni viumbe wa ajabu, wanatembea na Mungu aliye hai. Hata kama waliwapiga bakora, lakini Mungu aliye hai hakuwaacha, hakuondoka ndani mwao. Hata wangewamwagia maji ya moto, bado hayawezi kumtoa yule Mungu aliye hai ndani mwao. Hata wangewatemea mate, bado yasingeweza kumtoa Mungu aliye hai aliyomo ndani mwao. Hata kama wangeyafuta majina yao kwenye usajili wa nchi, bado yasingeweza kumtoa Mungu aliye hai ndani mwao. Natamani ungempokea huyu Mungu aliye hai,
ili aweke makao ndani mwako. Ungekutana na uweza wa ajabu sana. Mungu apigae tetemeko katika mazingira ambayo akili za kibinadamu zinagoma. Mungu anayefungua njia katika mazingira ambayo hakuna sheria wala uwezo wowote unaweza kukupania njia, lakini yeye anatengeneza njia. Ni katika gereza ambalo wengi walikuwa wamefungwa, hapakuwa tena na tetemeko, lakini siku wameingia watu waliyembeba Mungu wa tofauti, ndipo tetemeko lilipiga. Maana Mungu aliye hai amepelekewa nyimbo za kumsifu. Hapakuwa na nyimbo za vijembe pale kwenye gereza, bali zilikuwa ni nyimbo za kumsifu Mungu aliye hai. Peleka sifa zako kwa Bwana wa majeshi, naye atashughulika na haja za moyo wako. Biblia inasema hivi, yule mkuu wa gereza alipoona wafungwa wametoka, akapaniki sana, akajua na yeye atamalizwa kulingana na sheria za Warumi. Akaona ni afadhali ajiue, akachukua upanga wake akataka kujimaliza. Paulo, mtu ambaye amekombolewa kwa damu ya Yesu, moyo wake umejaa amani na watu wote, hataki shari, anataka ahubiri Injili. Waliompiga, waliomtesa wapate kumuona yupo anaendelea na Yesu. Hakupenda yule mlinzi wa gereza ajiue. Inawezekana ingekuwa ni wewe mwenzangu na mimi wa sasa hivi, ungekaushia tu ili jamaa ajimalize, lakini yeye akamuwai, akasema usijizuru, kwa maana sisi sote tupo hapa. Usijizuru. Mtazamaji na msikilizaji, usijizuru, kwa kuwa watumishi wa Mungu waliopakwa mafuta wapo, wanapatikana. Kanisa bado halijanyakuliwa. Usijizuru. Bado wema wa Bwana upo kwa ajili yako. Bado fadhili za Bwana zipo kwa ajili yako. Bado uzuri wa Bwana upo kukusaidia. Bado mwenye fadhili anapatikana hata leo. Usijizuru. Yesu Kristo yupo ili aweze kukusaidia. Usijizuru, maana sisi sote tupo hapa, tupo hapa. Usijizuru. Unatufuatilia kwenye televisheni, usijizuru. Tupo hapa kukuombea, usijizuru. Akamwambia usijizuru, akasema bwana zangu nifanye nini sasa? Yaani ghafula mkuu wa gereza akajiona ni mdogo kwa kina Paulo, akasema bwana zangu nifanye nini sasa nipate kuokoka? Ghafula akajiona ni mdogo sana. Unajua, ukimbeba Mungu aliye hai, ukapita naye kwenye hiyo hali unayoipitia, kwenye hilo jaribu ambalo limekusonga sana, katika hali hiyo ya kudharauliwa, ukakomaa naye, unaendelea naye, Biblia inaonyesha wazi waliokudharau siku moja watajiona ni wadogo sana mbele zako. Maandiko yanatufundisha hapa, mkuu wa gereza akajiona ni cha mtoto sana mbele ya kina Paulo. Kuna wakati Bwana anakutambulisha mwenyewe. Kuna wakati Bwana anakutambulisha mwenyewe. Kuna wakati Bwana anakupaisha mwenyewe, na huo ndio wakati mzuri sana. Subiri, Bwana atakupaisha yeye mwenyewe, wala usialazimishe mambo. Subiri, Bwana atakupaisha yeye mwenyewe, lakini kubali kupitishwa katika joto, kubali kupitishwa katika tanuru, kubali kupitishwa katika hali ya fedheha, kubali kupitishwa katika mazingira yasiyoendana hata na elimu yako, lakini Bwana afurahi ya kwamba umemheshimu yeye. Biblia inasema, Paulo akasema mwamini Bwana Yesu. Mstari wa 31, mwamini Bwana Yesu nawe utaokoka pamoja na nyumba yako yote. Nawe utaokoka pamoja na nyumba yako. Ndipo akamwambia neno la Bwana. Baada ya hapo kilichofuata, aliwatoa pale gerezani, akaenda nao gorofani, wakakaa huko, wakaendelea na mambo ya kupiga buffet.
wakati umekomaa, unaendelea mbele na hilo jaribu, kumbe huko mbele kuna kwenda gorofani. Bwana anakuinua, anasema kwamba anakutoa jaani, anakuketisha na wakuu, anamchukua mnyonge kutoka jaani, mahali pachafu pasipofaa, mahali pa kudharauliwa. Bwana anamweka mtu huyo, anamketisha na wakuu. Hebu tuangalie katika Zaburi, tuangalie katika Zaburi 118, nianze mstari wa 5. Maandiko yanasema hivi: katika shida yangu nalimwita Bwana, Bwana akanijibu, akaniweka panapo nafasi. Bwana akanijibu, akaniweka panapo nafasi. Bwana yuko upande wangu, sitaogopa. Mwanadamu atanitenda nini? Bwana yuko upande wangu, msaidizi wangu. Kwa hiyo nitawaona wanaonichukia wameshindwa. Nitawaona wanaonichukia wameshindwa. Natamani uingie katika ulimwengu wa roho. Wale wanaokuchukia, sio wewe unaowachukia, hutakiwi wewe kuwachukia. Wale wanaokuchukia katika ulimwengu wa roho, waone wameshindwa katika mipango yao, katika mikakati yao. Waone wameshindwa katika mipango yao dhidi yako, vile wanavyotaka kukuharibia, uwaone wameshindwa. Namba 8, ni heri kumkimbilia Bwana kuliko kuwatumainia wanadamu. Ni heri kumkimbilia Bwana kuliko kuwatumainia wakuu. Kimbilie Bwana siku ya leo. Inawezekana unapita kwenye hali ngumu, lakini ni kwa sababu uliondoka katika uwepo wa Bwana. Inawezekana unapita kwenye hali ngumu, ni kwa sababu ulimkosea Mungu. Mkimbilie Bwana siku ya leo. Inawezekana unapita kwenye hali ngumu, ni kwa sababu hujamtafuta Bwana kwa bidii. Mkimbilie Bwana siku ya leo. Inawezekana unapita kwenye hali ngumu kwa sababu umeipa kuzimu nafasi kupitia tabia zako mbaya, chafu, kupitia malimbikizo na limbikiza mazambi. Hutubu mbele za Mungu, kuzimu imepata uhalali wa kukukomesha. Mkimbilie Bwana siku ya leo. Ni siku ya leo unaweza kufanya maamuzi ya kumwamini Yesu akawa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Maamuzi yenye akili sana hayo, maamuzi sahihi sana hayo, maamuzi ambayo yanafanywa na watu wenye akili timamu. Ukiwa na akili timamu, utaamua kumwamini Yesu awe ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Ukikaa ukatulia, ukatafakari katika utimamu wa akili, huwezi kumkataa Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Kimbilie Bwana siku ya leo. Zaburi anasema hivi, Daudi anasema, katika shida yangu nalimwita Bwana, huyu Bwana akanijibu, akaniweka panapo nafasi. Sio akaniweka kwenye ile nafasi. Najua wewe unatafuta nafasi na kuna nafasi umeiona, lakini nataka leo uelewe kwamba Bwana anakuweka panapo nafasi. Pale unapopaona wewe, inawezekana hapana hiyo nafasi yako. Sasa Bwana anakuweka panapo nafasi, yaani pale ambapo kuna nafasi yako anakuweka. Kwa hiyo unatakiwa umuulize Bwana, umuombe Bwana, utafute uso wa Bwana ili Bwana akuweke panapo nafasi. Pale penye nafasi yako, pale ambapo unastahili, Bwana akuweke hapo. Acha tulitie jina la Bwana leo. Kuna mahali pana nafasi, njoo kwa Yesu leo. Kuna mahali pana nafasi, ubavuni pa Yesu pana nafasi, njoo kwa Yesu leo. Kuna mahali pana nafasi, kwenye mikono yake kuna nafasi, njoo kwa Yesu leo. Ipo nafasi, hakujajaa huku, bado kuna nafasi. Yesu Kristo pekee anaweza kukutoa mahali akakuweka mahali salama, akaniweka panapo nafasi. Kuna mahali penye nafasi, Mungu anataka kukuweka. Mungu anataka kukuweka. Unaweza ukapambana sana, ukajitafutia sana nafasi, ukawa unaziona lakini hauzipati, hauzimiliki.
Sasa ni vema tumuite Bwana ili Bwana akuweke mahali panapo nafasi. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe sana. Mtazamaji na msikilizaji wangu, unaweza kuwasiliana nami kwa simu namba 0753 240 405, 0753 240 405. Ni namba hiyo, unaweza kuwasiliana nami kwa kupiga, unaweza kuwasiliana nami kwa message, unaweza kuwasiliana nami kwa WhatsApp call, na Bwana ni mwema, ninaamini atakuhudumia. Uwe nje ya nchi, wewe nitafute kwa njia ya WhatsApp, unaweza ukapiga, lakini unaweza kuwasiliana nami pia kwa njia nyingine za mitandao ya kijamii. Ukiingia YouTube unaandika tu Sanga Gospel TV, basi utakutana na mahubiri yetu hapo. Ukiingia hii Habari Maalum Television utakutana na mahubiri yetu hapo. Ukienda Facebook, wewe andika huko kote, Facebook, TikTok, Instagram, andika tu Sanga Gospel TV, basi unaweza ukakutana na mahubiri yetu. Bwana akubariki, Bwana akutunze, Bwana akutie nguvu sana katika hali unayoipitia. Mungu bado ni mwema, ni mwaminifu, anakuwazia mema. Akina Paulo wakapita katika kipindi kigumu, hawakusikia unabii wowote juu yao, hawakupata ndoto yoyote kwao, hawakusikia sauti yoyote. Kama ambavyo hata wewe hausikii sauti yoyote, unatamani Mungu aseme na wewe katika hiyo hali unayoipitia. Unatamani usikie Bwana anasema niko pamoja na wewe, lakini hujasikia sauti yoyote. Unatamani upate hata maono fulani, lakini hujayapata hayo maono yoyote. Hakuna njozi yoyote ambayo inakujia kwako. Unatamani usikie Mungu amemtuma mtumishi alete ujumbe maalumu kwako, atume malaika, lakini vyote hivyo unaona havijatokea. Bado Bwana ni mwaminifu kwako. Mungu anatenda hata kama hakuna njozi yoyote inayohusiana na shida yako, hata kama hakuna sauti yoyote uliyoisikia inayohusiana na shida yako, bado Mungu anatenda na anaendelea kuitwa Mungu. Bado Mungu amesikia maombi yako, hata kama hakuna maono yoyote unayoyapata juu ya shida unayoipitia. Bado nataka nikwambie Mungu anatenda. Mungu alitenda kwa Paulo na Sila pasipo maono, pasipo njozi, pasipo neno la unabii, pasipo sauti, pasipo, lakini Bwana akafanya, tetemeko likapiga. Na kwako pia pasipo, lakini Bwana anafanya. Bwana anafanya. Bwana anafanya pasipo huo unabii, lakini Bwana anafanya. Ninayemhubiri anafanya pasipo. Bwana asema, lakini Bwana anafanya pasipo. Nimesikia sauti, lakini Bwana anafanya pasipo. Nimeonyeshwa na Bwana jambo fulani kwa ajili yako, pasipo hivyo, lakini Bwana anafanya. Sikia nikwambie, Mungu anakusikia hata kama hajakupa ishara, anakusikia. Amen. Ubarikiwe sana na Bwana. Tutakutana kipindi kijacho. Amina.